Bana, mambo vipi? Mimi naitwa Ivan17, the king of challenges contents, kipenzi cha waaminifu kwenye mahusiano, lakini kiboko ya wasaliti wote duniani. Sipo peke yangu, nipo na Mu Talent the Killer aka oil chafu zela kuchafua. Bana, naweza nikakwambia kwamba Valentine ya mwaka 2025 bado haijaisha. Kama imeisha ni kwako wewe na wewe mwalifu mwenzako, au sio? Kabisa, na haiwezi kaisha mpaka sisi tukwambie imeisha. Juzi tulipeleka gari, nadhani mnakumbuka Ndio, nakumbuka, hawezi wakasahau. Namshukuru Mungu tupo salama salimini, na kwa taarifa yao tumepata mwanasheria. Yeah. Odi. Asante bwana. Asante. Brother, nawaje? Kama kaa. Fresh. Sasa sisi tumeagizwa na Mr. Robert, kuna simu tuje kuzichukua. Sawa. Ndo na confirm? Bwana mtazamaji, brother ana confirm. Unajua vitu vya hela hivi. Mambo ya hela haya. Simu 2 iPhone 16. Shilingi ngapi hiyo? Pro Max. iPhone 16 Pro Max. Yes, hello. Na jamaa amekuja hapa. Ivan. Ivan. Okay. Haina shida. Mshaelewana? Fresh. Poa bwana. Ndio hizo. Sawa bwana. Mtazamaji, nini kitatokea? Nakabidhiwa simu 2 iPhone 16. Ndio amelipia fresh kabisa bila mbamba. Kila kitu fresh. Sisi tunaweza tukaenda. Sawa, hamna shida. Mtazamaji, asante sana brother. Sisi tumeshachukua simu 2 iPhone 16 Pro Max. Tunaelekea huku. Wewe ungana na mimi. Chukua tu. Odi. Asante. Mambo mzima kama kaa bwana, tumekuja kuchukua mzigo wa Mr. Robert. Mimi ndo ambaye tulikuwa tunawasiliana. Ulishaandaa? Sawa. Mtazamaji, amenyoka huyo. Amenyoka kama roho. Hivi ni viatu vya kutosha. Ni pea ngapi? Au ndo unazihesabu? Viatu pea 6 mdada amenunuliwa, vinapelekwa leo hii. Bila kusahau iPhone 16 Pro Max 2 ambazo tumezichukua pale dukani, nazo anapelekewa. Mzee wa watu ana mbambamba, ni mubaba wa viwango vya hali ya juu. Mzee bwana amenyooka. Anataka kona. Tufungie dada basi tuwahi, maana naona kuchelewa. Naona kuchelewa vibaya. Mtazamaji, tayari tumeshachukua mizigo hii ya dada. Unaweza kubeba yote? Beba mmoja. Sawa. Hapa inabidi tuliquest. Bana, tupo hapa, unaweza kaona kuna mizigo kibao. Umeona? Kuna hizi hapa zote ni seti za viatu, lakini bila kusahau tuna simu 2 humu ndani. iPhone 16 Pro Max 2. Hii hapa ya kwanza, hii hapo ya pili. Lakini bila kusahau tuna hapa ua jekundu likiwa linaashiria upendo. Na tupo mwezi wa Malavidavi. Nakupa story kwa ufupi ujue ni nini kinaendelea, au sio? Bana, kuna mzee wetu, naweza kusema mzee wetu kwa sababu ni mtu fulani hivi wa heshima zake, au sio? Umri umeenda. Anaitwa Mr. Robert, si ndio? Robert. Mr. Robert bwana, yana mpenzi wake, mtoto mmoja mbichi hivi. Mtoto dogo. Mtoto 2000 anaitwa Latifa au Tifa. Kama unavyojua bwana, vijana wanapenda sana kwenda na matukio. Juzi ilikuwa Valentine. Baada ya kuwa Valentine, Latifa alitegemea atapata surprise kutoka kwa mpenzi wake ambaye ni Mr. Robert. Lakini kama nilivyokuambia, Mr. Robert umri wake kidogo umesogea. Kwa hiyo mambo ya ujana mikiki haiwezi. Kwa hiyo Latifa hakupata zawadi yoyote wala kupostiwa siku ya Valentine, kitu ambacho kilipelekea ugomvi mkubwa. Latifa alituma moja voice note ambayo nimetumiwa na huyu mzee, inatisha. Naomba wasikilizishe kwanza kabla hatujaendelea. Ambayo tunaenda kusikiliza sasa hivi ni voice note ambayo Latifa alituma kwa mpenzi wake Mr. Robert mara baada ya kutokupata zawadi siku ya Valentine Day. Mzee alitutumia na akaniruhusu kuiplay. Iplay brother. Robert, hivi unanipenda kweli wewe au kuna kitu unataka kwenye maisha yangu? Niambie, maana sikuelewi. Mimi nishajitapa huko kwa marafiki zangu, napendwa na mpenzi wangu, tunapendana. Marafiki zangu wote wananionyesha zawadi zao za Valentine. Mimi sina hata pipi. Hivi Robert, una akili kweli wewe? Au mimi deserve zawadi au si deserve
kupendwa, kuonyeshwa mapenzi. Inatosha sije ukaizikana hizo zingine usipray. Kaka kamuuliza eti mzee wewe una akili kweli? Bwana unaweza ukakuta huyo mzee wako, baba yako Eiza au babu yako, wewe unamheshimu vibaya mno, lakini kuna binti wa umri wako wewe anamwambia ole wako urudie tena Kabisa. Bana hii voice note atupo hapa kwa ajili ya kuentertain kilichofanyika, hapana, lakini tupo hapa mara baada ya mzee wetu kutumiwa hii voice note akashtuka kidogo, umeona? Hayupo Dar es Salaam, ingawa yeye ni mkazi wa Dar es Salaam, yuko mkoani kikazi, lakini akaniambia Ivan, kuna kitu bana naomba tufanye, isije penzi likafanyaje, likavunjika, likaharibika. Lakini na kuibia siri kwa ufupi, huyu mzee bwana sio mume wa mtu. Alikuwa na mke wake, lakini mke wake amefanyaje, ameshatangulia mbele za haki. Kwa hiyo baada ya mke wake kufariki, kwenye kupita pita zake ndo akakutana na huyu binti ambaye anaitwa Latifa. Wakaanzisha mahusiano, na kusema kweli huyu mzee bwana anakiri kwamba anampenda sana huyu binti. Anampenda sana, na ndio maana hata baada ya kutumia voice note akaona afanye hili surprise kubwa kwa ajili ya huyu binti. Bana mzee huyu ametuagiza leo hii tupeleke surprise hizi zote ambazo unaona hapa zipo kwa ajili ya Latifa. Unaweza kushangaa kwa ajili gani simu ziko mbili, iPhone 16 Pro Max. Ni hivi, Latifa anaishi yeye na mama yake nyumbani kwao. Kwa hiyo bila shaka huyu mzee amenunua zawadi kwa ajili ya mpenzi wake Latifa, lakini na mama yake mzazi. Wanakuambia ukipenda boga penda na ua lake. Sitaki kuwa na maneno mengi mtazamaji, tulia hapo zaidi make sure na subscribe YouTube channel yangu. Sasa hivi nampigia mzee wetu Mr. Robert atueleze kwa ufupi bwana. Mimi napendaga hivi tumsikie, au si ndio? Mambo kwa ushahidi ilikuwaje mpaka akaingia kwenye penzi la huyu binti kwa ufupi, lakini na vitu kama hivyo, ili na sisi tupate nafasi ya kujifunza kama vijana. Mimi naitwa King Ivan 17. Bwana tulia hapo, ili leo tukio ni zito zaidi. Binti alililia zawadi. Nampigia mzee wetu hapa video call, hayupo Dar es Salaam, yupo mkoani. Nampigia huyu hapa Mr. Robert Challenge, nilimsave hivyo. Nampigia video call. Mtazamaji naona apokei hapa. Amepokea. Hello Mr. Robert, shikamoo. Nakupata Mr. Robert. Shikamoo. Naona uko kidogo mtandao unasumbua. Unaenda sehemu ambayo unaweza ukapata mtandao? Ndio maana network sio nzuri. Ni mbali sana au? Sijui hapa network. Hapo nakupata vizuri mzee wangu. Halo? Sasa? Ndio. Nakupata. Ndio mzee wangu. Shikamoo. Marhaba. Bana hapa ndo tulikuwa sasa kwenye sehemu ya kipindi chetu tukiwa tunaelekea kumpelekea zawadi Latifa. Kama ambavyo nilikuomba bwana, naomba kidogo watu wakusikie, kwa sababu kama ulivyosema kwa upande wako kuonekana pia sio vibaya sana. Kwa ufupi labda ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye mahusiano na binti Latifa, lakini pia yani ilikuwaje kwaje hivyo labda? Bwana kwanza Latifa ni mwanamke ambaye kupenda sana. Ndio. Hilo ni na nampenda kuwa nilikutana naye kipindi ambacho mimi mke wangu alikuwa ameshafariki ya dunia. Yani kwa sasa ni kama miaka 3 sasa. Pole sana. Nimemzika mke wangu. Pole sana mzee. Halo, sikupati. Hiyo ndio unanisikia? Hapo nakusikia ndio. Dogo kiupweke, baada ya muda ndo nikaja nikakutana na Latifa. Sasa baada ya kukutana na Latifa, kwa kweli ni mwanamke ambaye kwa kweli mimi
tumeishi naye vizuri sana na tunaendelea kuishi vizuri na ananipa mapenzi vizuri kabisa na furahi. Sasa nikaona na sisi na uzee na uzee wetu sisi, na ukiwa na mwanamke ambaye kidogo ni kijana ambaye anakufanyia mambo mazuri, basi lazima umpe angalau zawadi. Sasa nimeumia sana kuona kwamba imepita siku ya kupendanao sijampa chochote kile. Kwa nikaona kwamba ni bora angalau nikamfanyia ka surprise kidogo ili asijisikie upweke. Kutokana na kazi kama unaona kuna pambana huko kidogo ka ujenzi kaishe. Unaendelea na ujenzi? Ka ujenzi kidogo. Kwa hiyo nikaona basi ni vyema angalau nitoe kwa zawadi angalau wapate hizo simu. Nadhani kwa vijana kama nyinyi hiyo simu ni simu kubwa sana. Au unasemaje bwana kijana? Kweli kabisa, hii ni simu kubwa latest kabisa, iPhone 16. Sasa mimi kitu ambacho nilikuwa nataka kujua Mr. Robert samani. Nasema kitu ambacho nilitaka kujua mara baada ya kukutumia ile voice note ya Sila. Vipi kwa upande wako, ulichukuliaje? Haikukuvunja moyo? Kwa kweli kiukweli mimi nimevunjika moyo sana. Sasa unajua ukiwa umepata vitu kama hivyo kwa sisi na umri wetu, unabidi uwe na busara angalau kwanza tuone inakuaje. Tumpime tuone atafanyaje. Sasa kwa vitu ambavyo nilivyo hapa, wewe kama wewe unatakiwa unipe mrejesho kwanza mzuri wa hilo. Kwa hiyo unataka tukafanye challenge au tukampatie tu hivi vitu vyote? Kwa sababu simu umenunua 2 yeye na mama yake, tukawapatie tu au tufanye challenge? Hapana, inabidi mfanye challenge kwa kweli. Mpaka kuwatafuta nyinyi haikuwa kitu kidogo. Lazima mfanye challenge tuone, kwa sababu unajua mimi nimeishi naye muda mrefu kidogo. Sasa vitu unaona bora tuone kwamba ni kweli haya mambo yako sahihi au niseme kwamba tuone ukweli halisi wa haya mambo haya. Kama tutaona ana matatizo au tuone kwamba hayakuwa sahihi, yalikuwa ni sahihi. Tuone kwanza. Hebu pelekeni, msimpe kama mfanyia challenge kwanza. Sasa mzee wangu samani, lakini naomba kukuuliza kama ikitokea hajakutaja itakuwaje? Sitaonekana kama nimeharibu maisha ya mtu kwa kiasi kikubwa? Kwanza sidhani kama atakuwa atashindwa kunitaja. Sidhani, kwa sababu kwa jinsi tunavyoishi sidhani. Kweli sidhani. Ila kama kwa kweli kitokea atanivunja moyo sana sana sana, na kwa kweli naomba msisite, mgeuze na mrudishe hivyo vitu. Sasa mzee wangu, mimi nilikuwa naomba bwana, kama utajali na ongea kutoka moyoni. Una malengo labda kuja kumooa aje kwa mke wako, yani mbadala wa mke wako ambaye ametangulia mbele za haki? Malengo yalikuwa ni hayo. Mpaka anapoongea sasa malengo yalikuwa ni hayo. Ila nimepata hiyo muskeli, nikasema basi ngoja nimpime tuone ni yuko sahihi wa mimi kuweza kumuoa. Hebu tumpime tuone kwamba yuko sahihi. Kaka, na swali lolote kwa mzee? Mimi nataka tu nimuulize ana pressure. Mzee wangu. Samahani, hauna matatizo ya pressure labda, any pressure? Maana sije tukaonekana baadaye tumefanya kitu kibaya sana kwenye jamii. Kwa kweli matatizo ya pressure ya kushuka huwa inanisumbua kwa kweli. Mzee, napata wasiwasi mzee wangu. Sasa kama una matatizo ya pressure na hivi vitu vyote hapa ambavyo umevinunua ambavyo thamani yake ni mamilioni ya pesa, maana vitu vyote ulivyovinunua vipo hapa vyote kwa umoja wake, na bila kusahau hizi simu tunapeleka. Usipotajwa una matatizo ya pressure ya kushuka, haiwezi kuwa tatizo kwa upande wangu. Naogopa kidogo. Na hisi nitajitahidi ila nitajitahidi
nitajitahidi. Wewe manake hauna mwanamke mwingine yote zaidi yake? Kwa umri nilofikia kwa kweli hapana. Siwezi kuwa na mwanamke mwingine. Kwa umri nilofikia hapa inabidi niendelee kuwa naye tu. Sasa msije mkaniambia mambo mengine hapa nikapata matatizo tena. Nikapata na pressure juu. Kama ni hivi mzee, bora tukampe tu hizi zawadi kuliko kufanya hii challenge. Inaweza kaleta matatizo. Uzi nikatafuta alafu mkaniambia kwamba mpeleke vitu tu bila kufanya challenge. Basi mzee wangu mimi nakushukuru sana, na tukitoka hapa tutaelekea kwa Latifa. Usema anaishi Magomeni, si ndio? Mbona mnanong'onezana? Sasa sijaelewa. Hatunong'onezani kwa ubaya. Alikuwa ananiambia kwamba tungejaribu kufupisha maongezi ili tuwahi kule kwa kina Latifa, maana muda unazidi kwenda. Okay, sasa mtakapokuwa mtanipigia kwa staili ipi ili niweze nikajua ili lolote likiwa linatokea kama atanipigia yeye au wewe utaweza kunipigia kabla? Mimi nitakachokifanya nikifika pale nitamwambia bwana, tumekuja na zawadi zako zinatoka kwa mpenzi wako. Akutaje jina. Sitoleta hizo habari sijui za kwamba sijui Valentine Day ukupata zawadi, si ndio? Mimi nitamwambia tu nina zawadi yako kutoka kwa mpenzi wako. Hizi zote nitamkabidhi afu nitamwambia akutaje jina. Nadhani kwa kuwa tutakuwa tuna rekodi. Kwa mazingira yote tutarekodi. Kwa maana yake utaona baadaye kitakachoendelea. Pia kijana anataka clip na mimi nizione. Msiruke kitu. Aturuki kitu, vyote tutakuonesha mzee wangu. As long as tumekubaliana hamna shida. Halo. Nawatakia kazi njema, ila msisite kuja kunitafuta. Asante sana mzee wangu, hamna tatizo. Mpaka ndani ya risali moja lijao tutakuwa tushamaliza kila kitu. Baada ya kumaliza editing tutakutumia. Asante sana. Halo. Halo. Huyo kijana ndio. Unasema? Sawa. Sasa huyo kijana pembeni huyo naona ana mashaka nini shida? Una mashaka gani? Tatizo mzee, umesema una pressure na kizazi chetu hiki cha mabinti na matokeo tayari. Hapana, unajiamini mzee? Muamini. Sasa ini muwe mnakaa mnainamisha vichwa. Hamjapata pesa, si nimewapa? Umetupa mzee. Hamna shida. Sawa mzee, kazi inafanyika mzee. Haya. Sawa. Bwana mtazamaji, nadhani tumemsikia wote Mr. Robert. Robert anasema huyo kijana wa pembeni vipi? Mbona anainamisha kichwa, ana mashaka ya nini? Tunaweza tukaua kaka. Mimi najiamini na namwamini mpenzi wangu. Bwana mtazamaji, mimi sina time ya kupoteza. Tunampigia dada, namba yake si unayo hapo? Namba yake ipo kwenye simu ya meneja baba. Ilikuwa huko. Meneja, tunaomba namba ya mdada. Sasa alikutumia huyu mzee. Tunaomba tumpigie kwenye simu yako. Tunampigia mdada shemeji yetu. Sasa huyo shemeji yetu, mama yetu mdogo. Mama yetu mdogo. Anaitwa Latifa bwana, sio Latifa. Anaitwa Latifa. Yupo Magomeni, Dar es Salaam. Mimi naitwa King Ivan 17, niko hapa Shopify TZ kwa Bujuru. Dana hai. Ovyo mimi nakwambia. Simu inaita. Loud. Meka loud. Poa. Tumia akili kubwa, huyu anatengeneza keki. Hello. Yes, hello. Habari yako? Salama. Samani, naongea na dada mmoja anatengeneza keki anaitwa Latifa. Ndio, karibu. Asante. Sasa Latifa, mimi nina harusi. Ndio. Nilikuwa nahitaji keki ile kubwa ile. Zile keki sijui zinakuwa ngazi 5. Keki za harusi wewe unazijua hizi kazi, wewe ni mzoefu. Ndio. Kwa hiyo unataka nikutumie design hizo nazo au kuna design yako? No, yani mimi nataka nije niziangalie. Kwani hapo si una sample? Ya, zipo. Ya, basi mimi nataka nije ofisini kwako nije kuziangalia. Je, inawezekana?
Njoo nyumbani na kuelekeza ofisi yangu kwa nyumbani kwangu. Ndio, bila basi haina shida. Nielekeze tu mimi niweze kufika hapo. Ni sehemu gani? Magomeni Mwembe Chai. Magomeni Mwembe Chai. Ndio. Basi nadhani baada ya dakika kama 15 hivi nitakuwa hapo. Sawa, karibu. Basi sawa, nitakupigia nikishafika. Naomba usikae mbali na simu dada yangu, maana nina haraka. Sawa, karibu. Asante, shukrani. Tangu nianze kufanya challenge, leo ndo siku ya kwanza ambayo naomba challenge hii huyu mdada afanikiwe. Mtazamaji, naomba ujue mdada afanikiwe kwa ajili gani? Kwa ajili ya huyu mzee ambaye tumeongea naye hapa. Mzee ana upendo afu mzee ana pressure. Issue sio pressure, issue mzee ameonyesha upendo hali ya juu. Pressure nayo issue mjomba. Wewe sisi unasema issue sio pressure. Huyu dada sijui atatoboa. Katoto cha 2000, katoto cha Magomeni, kaka Magomeni. Mtazamaji, tunatoka hapa tunaelekea Magomeni Mwembe Chai kupeleka zawadi zote hizi kwa huyu mdada. Je, atafanikiwa au hatofanikiwa? Mimi sijui. Make sure umesubscribe YouTube channel yangu. Wewe unaona Valentine imeisha, wenzako kwao ndo kwanza inaanza. Bana mtazamaji, tunatokea hapa Sky City ambako tulikuwa tunakupa story nzuri, au sio? Ndio. Tunaelekea Magomeni nyumbani kwa kina Malkia wetu ambaye anaitwa Latifa. Ambaye ana mazawadi hapa ya kutosha. Nini kitatokea mimi sijui. Maana watu wengi mchawi usema maigizo na nini vitu kama hivi. Tunaelekea tuone nini kitatokea. Make sure umesubscribe YouTube channel yangu, lakini umenifollow, lakini pia umemfollow Oil Chafu, mzee wa kuchafua, Mo Talent the Killer. Mtazamaji, uendelea kutufuatilia tuone nini kitatokea. Mtazamaji, ni mimi Ivan 17. Nipo na Mo Talent aka Oil Chafu, zee la kuchafua. Unaponiona mimi tu ujue kuna sehemu kumenuka. Bwana mtazamaji, hapa tupo Magomeni Mwembe Chai ambako yule mdada anaishi Latifa. Na hii mizigo yote nadhani mnafahamu ni kwa ajili yake. Sasa tumeshawasiliana naye na akasema kwamba yupo nyumbani kwao. Nyumbani kwao ndo ambako kuna ofisi yake mbele ya nyumbani kwao. Kwa hiyo tunaelekea moja kwa moja hapo alipo bila uoga, bila kitu chochote, kumpelekea zawadi zake, mizigo yake. Yule mzee yupo mkoani Arusha. Je, atatajwa? Mimi naitwa King, lakini niko na Oil Chafu, mzee wa kuchafua. Mtazamaji, na kukubali sana, usisahau kusubscribe. Everything gonna be okay. Dada bali? Hello. Salama. Sasa sisi ni wale ambao tulikwambia tunahitaji keki ya harusi na tupo hapa Mabibo tena Magomeni. Angalieni hapo. Umefika hapo nikuelekeze. Tumefika mpaka hapo. Angalieni hapo kuna frame tipo hapa karibu na hii nini. Frame hizi karibu na hii ghorofa sabuni tu, frame ya kwanza, ya pili, ya tatu. Maana ulituambia kazi unafanya nyumbani au ndo unaishi maeneo karibu na maeneo haya? Hapa ndo nyuma nyumbani, mbele ndo frame yangu. Sawa. Atakufa jitu leo. Pati picha. Odi. Kumekucha. Odi. Sawa. Odi dada, odi. Mambo? Asante. Ndo Madam Latifa? Wow. Madam Latifa, mambo mzima za kazi. Sawa, sisi ndo ambaye tulikuwa tunawasiliana na wewe kwamba tunataka keki. Umeona? Ndo tumefika. Style gani? Mbona una record? Yule tupo naye na mtu anaenda record. yani sikia. Sima kamera kaka.
Sikia dada, yani yule pale ana rekodi kwa nia njema, kwa sababu si tupo hapa kwa ajili yako na hizi zawadi zote ni za kwako. Wewe kaka sema kwanza kamera. Dada. Usiletee hizo. Dada sio hivyo. Usifanye vitu. Hamwezi mkanirekodi. Hapana. Nisikie dada. Nataka kunifanyia jambo la ajabu mimi nikubali. Atufanye jambo la ajabu kweli. Dada. Sikia kwanza. Hamwezi mkamrekodi mtu amjampanga. Dada, sasa tukupange nini? Sisi tumekuja niambia kama mnakuja na kamera mnakuna surprise yangu. Hamjaniambia hivyo. Mimi najua oya kaka zima kamera. Tutagombana sasa ipata kwa padogo. Dada basi dada. Dada. Zima hiyo kamera kaka. Sitaki kabisa, sitaki. Yaani kama kaka. Dada basi zima kamera kaka. Zima kamera. Zima kamera cameraman. Ashazima kaka. Ameshazima. Amezima kaka. Njoo basi huku tuongee. Sasa njoo basi dada kwa hapa hivi basi. Unanichanganya kwani? Hapana, sio tunakuchanganya. Unakuja tu ofisini kwa watu na makamera, wapi wanaweza kukubali kitu kama hicho? Hizo surprise mimi siziwezi. Sikia dada, sasa mbona hivyo unatoa share moto? Yani jambo dogo tu tunashauri. Moto muhimu kwa sababu haiwezekani mnakuja ofisini kwa watu hamjampanga, siwajui, mnakuja na kamera. Kama mnataka kuniteka. Tukuteki, sisi tukuteke kwa ajili. Sisi tuko hapa kwa ajili yako na tulichukua kamera kwa sababu tulijua hii ni surprise yako na yule ambaye ametutuma sisi tukufanyia surprise anataka aone kitu. Yani mnataka nini yani? Hivi vitu vinahitaji uaminifu. Mtu hawezi akaamini hivi bila kufanyaje? Bila kuona ushahidi. Kwa hiyo lazima tumuonyeshe ushahidi wa video kwamba tumeleta hivi. Sisi tumeagizwa, tumetumwa na mtu. Sasa usiona tufahamu sisi. Siwafahamu na ndio maana nimekasirika. Haiwezekani mje kwenye ofisi yangu na kamera na siwafahamu, sina taarifa yoyote kuhusu mambo ya makamera. Wewe cameraman zima kamera usirekodi. Dada watu hataki kurekodiwa bwana. Ameacha dada, ameacha. Wala tunaja kugombana dadangu. Umesikia dadangu? Mimi bwana naitwa Ivan, ni content creator. Nipo na mwenzangu huyu hapa, anaitwa Mutalent. Na sisi tupo hapa tumetumwa na mpenzi wako wewe. Na tumetumwa hapa kwa ajili ya kuleta zawadi. Hizi zawadi zote hizi ni kwa ajili yako. Sogea basi.